Nenda kwenye familia nyingi, mtoto anapozaliwa huwa kuna wale ambao wanatangulia kwenye familia, waliotangulia kwenye vizazi, huwa wanakuja wanasimama, anasema nani amezaliwa, wanamtaja nani. Mbona msemi jamani, kuna shida gani hapa? Kwa mfano amezaliwa mtoto hajabatizwa, wale waliotangulia ni bibi, ni babu, ni shangazi, ameenda, wanasema, wanauliza nani amezaliwa, wanasema ni baba au ni mama. Anasema kama wanataka kujua ni jinsia gani. Wakishafahamu huyo ni nani, alafu anasema kweli alivyokuwa anamtesa, kumbe ni nani fulani. Wanaanza kusema ni nani, kumbe ndio huyu, ndio vita yake, ndio tunafahamu habari zake. Wanaanza kuzungumza, kumbe sio mtoto yule amezaliwa, ni nani. Wanaotamka ni wale waliotangulia. Unajua kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho, maneno ni roho, ambayo yenyewe yakitamkwa huwa hayakaagi mwilini, yanakaa kwenye utu ambao ulitoka kwa Mungu, huyo mtu aliye roho. Unaenda unakamata. Ndio maana unapoenda hata kwenye maombi ukasema kuna mtu amefungwa na maneno, hamna mahali yamekamata kamba yakamfunga. Kuna mtu ametamka, neno likamshika, neno linatembea na yeye, neno likamweka kudu, na hilo neno likishaenda naye, kazi yake ni kuhakikisha anafanya kama neno lilivyokaa. Likimjeruhi hilo neno, linaendelea na jeraha ndani, likimsaga. Ndio maana hata ardhi ikitamkiwa neno, sikia hapa kuna neno lilitamkwa, hapa kuna kitu kilitamkwa, mji huu kuna neno lilisemwa. Huko kuna watu wanatembea na majeraha ya maneno. Alafu ukiwa na jeraha la maneno, huwa neno linakuwa na kitu cha kukata, linakata huko ndani, linakukata kabisa, linakata huko ndani, jeraha neno. Kumbe maneno yanavunja. Okay, mwangalie mwenzako, mwambie wewe ni mzima kweli. Unajua kuna watu wanatembea ni walemavu kwa sababu ya maneno. Mundani wamevunjwa na maneno haya. Unakuta mtu labda akafanya kitu kizuri hapo nje. Vitu gani vinafanyika hapa? Watu wangejua jinsi maneno yanavyojeruhi, kila mtu angeweka mlinzi kwenye mdomo wake. Masingizio, yani ananyanyua neno, anamwekea yeye, najua ni yeye amefanya hapa, ni yeye amefanya, hana shida. Lakini hebu niambie, katika familia, katika ukoo, kwenye miji, ni watu wangapi wamebebwa, wameambiwa kitu ambacho hawajafanya? Watumishi wangapi wa usharika wamewekewa mambo? Baraza la usharika linasema ninasema ndivyo ilivyo, na lazima ulipe, lazima uchukue neno. Wachungaji wamewekewa, wainjilisti wamewekewa, viongozi wa idara mbalimbali, mwenyekiti wa jumuiya kawekewa mambo akivaa vinguo kama vya kwangu, late mpesa te kwake ya. Akivaa vibaya anatuaibisha Bwana, yani anatuaibisha, yani mpaka tunaaibika. Kuna jumuiya hapa zina maneno, wamemalizana kwa maneno, wamemuana kwa maneno, wamekatana kwa maneno. Kila siku ni vikao visivyoisha. Nenda kamwambie, niambie ukweli wa neno hili ulilosema. Shika, niache. Mimi nimeshasema, nimesema unilinde. Nikulindeje? Unavunja watu maneno, nilinde na nini? Mzee mmoja alikuwa mzee kabisa, ananiambia hivi, neno ukilitoa likienda, likimkusa muzika, huwa linarudi. Likirudi linakata kichwa chako. Naomba Mungu maneno yote uliotoa ambayo ni ya uchonganishi yarudi kwako. Kila neno nalo nena linakuwa na hesabu.
Ukimsema mwenzako fahamu kuna neno. Biblia inaposema amekuja kuwaganga waliovunjika. Wako watu wamevunjika, hawana hamu. Mwingine anasema sijui siku nilitoka wapi na hii ndoa, sijui nilitoka wapi na hii familia, ningezaliwa hata porini, ningeweza kwenda huko. Womi ninge anasema niliolewa hii nyumba, nilitoka wapi? Mwanamume naye anasema nilitoka wapi na huyu mwanamke? Kinachomamaliza sio hawana chakula, sio hawana vitu vya nyumbani, maneno. Na ndio maana Biblia inasema weka mlinzi kwenye midomo yangu nisizoelee kusema. Ukishakuwa ni mtu wa kusema sana, kumfahamu pia na kujeruhika ni kwingi, na kujeruhi ni kwingi, kwa sababu tabia ya kusema sana inawezekana katika maneno matano mmoja nimeenda nje. Yaani kuna vitu unatarajia au mtu akikuahidi kitu, alafu kikichelewa huwa kinaenda kuponda kule ndani, kinakuumiza, au kikaende tofauti na ulivyotarajiwa, ulichoahidiwa. Na ninyi wamama hapa muangalie sana. Kuna watoto wanatembea na majeraha wengi kwenye familia. Unaweka mtoto hapo nyumbani, unamwambia kaa hapa nitakuletea biskuti, uleti. Yeye anatarajia pokea biskuti au pipi jioni. Ukija anakuambia cha kwanza, naomba ile pipi ulioniahidi. Unasema unajua. Sasa hivi wanakuitaga mwongo. Na wamejeruhika full. Kwa nini? Kilichotarajiwa, chochote ulichotarajia, ulichosema ninampa, ninampelekea, wakatarajia. Ngoja. Unakumbuka kuna siku moja Yesu alikausha mti. Alikausha kwa sababu gani? Alitarajia kuona matunda, akakosa. Alipokosa matunda akasema kusitoke matunda tena, kesho wanapita mti umekauka. Kutarajia. Kama umeolewa na mwanamke, umeolewa na mwanaume, na mwanaume amemoa mwanamke ambaye alikuwa amebeba matarajio fulani, na yale matarajio hayaoni aliyotarajia, nataka nikwambie unaumwa, kwa sababu kilichotarajiwa kikikawia kinaenda kwenye moyo, kinaumiza moyo. Haya, ulizaa watoto ukitarajia nini? Unajua nilizaa watoto wangu wanilelee, wanitunze. Haya, yale matarajio. Ndio wanasema wana wa kesho, watoto wananiua, wanakuua. Ulizaa watoto wakuue. Ulichotarajia hakipo, kimeenda kuumiza moyo. Unatamka chochote kitakachotokea kwa sababu ulichotarajia. Huwa kama tarajio huwa yanaenda kwenye moyo, yanaweka jeraha. Okay, ngoja nikwambie. Kuna watu waliingia kwenye utumishi wakitarajia, akiingia kwenye uzee wa kanisa, kwenye uchungaji, kwenye uinjilisti, yani anakafikiri anaenda mbinguni. Alipokutana na asichotarajia, huyo mtu anaumwa. Maana amekaa kama vile amebanwa na kifungo au na sindano fulani. Kwa sababu kila akinyanyuka hivi anaumwa. Anaumwa. Na iko kwenye moyo, haiko nje. Iko kwenye moyo. Na ikishakaa kwenye moyo kila saa, ni mtu mgonjwa huyu, anahitaji kuponywa. Vunjika moyo. Yaani yeye yuko hapa kuganga bwanangu. Yaani ndio maana na wao waliochagua hili neno sijajua walikaa kwenye maombi kwa kiwango gani. Yaani ninaangalia vitu vingine hapa. Nini hii waliona nini? Mungu aliona. Haya bwana. Jamani, haleluya. Mwambie mwenzako naomba rudisha matarajio kwa Yesu. Sasa kuyarudisha ni kazi tena. Lakini Yesu yuko hapa kuponya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kingine cha tatu kinachoumiza, kinacholeta moyo kuvunjika au kuumizwa ni kukataliwa na kuachwa. Yamesema kukataliwa na kuachwa. Yamesema kukataliwa na kuachwa. Yamesema kukataliwa na kuachwa. Mwangalie mwenzako, mwambie umekataliwa mara ngapi? Mwambie umeachwa mara ngapi?
Na unajua ukikataliwa mahali, huwa kuna tabia zifuatazo zinakuvaa. Ya kwanza, huwa unajiona ujiamini kwenye jambo lolote. Yaani sikiliza, ukiona wewe hujiamini, yaani kwenye chochote unachosema, unachofanya hujiamini, kuna mahali ulishafanya ukasukumwa, ukaambiwa amna, tayari iliondoa kujiamini. Haleluya. Alafu cha pili cha wanawake, baadhi ya wanawake huwa hawaamini kwamba mwanamume anaweza kuwa na mwanamke mmoja. Na ndio maana wanawake wengi wanalinda simu za wanaume, lakini sio wanaume wanalinda za wanawake. Yaani yuko tayari hata kuchungulia tu. Baba, naomba kuna simu nataka nipigie mtu, kuna nani nataka niangalie kwenye simu. Yaani anaona siko peke yangu, inawezekana kuna mwingine sio kwamba anataka kupiga simu, sio kwamba anaangalia kitu, kuna vitu anaangalia, nani ameandika message, usikute Yaani kuto kujiamini ni kukubwa sana sana sana. Ukiachwa, ukiachika, uamini mtu tena kwamba kuna mtu ambaye hawezi, yaani kwa sababu ulishapita kwenye jeraha, unahitaji kupona. Jamani, haleluya mama. Mwangalia mwenzako, wewe unahitaji kupona. Alafu kuna mama anatangaika na simu za wanaume, utapata majeraha ambayo hutayataisha kwako. Ziache tu. Nafuu muambie Mungu, naomba Mungu nimponye na vitu hivi. Lakini eti simu na biankabiaro. Na ndio maana sasa unaanza kurudisha watoto kwa sababu ukishaona mama yeyote ambaye anatakusanya watoto warudi upande wake, anajihami kwa sababu anajua huyu baba sio sahihi kwangu. Saa yote nikiacha na hao watoto nimebaki bure. Kwa sababu ya hiyo roho ya kuachwa na kuachika. Yaani kwenye ndoa alishaachika, ila kuna namna ambayo amekaa, kwa hiyo lazima atafute sababu za kumshikia. Hivi mnanielewa? Yaani unakuta ili kwamba aweze kuendelea kukaa, lazima arudishe watoto upande wake, ili watoto wakiwa upande wake wamtetee, maana hamuamini tena nani. Kwa hiyo alishamwacha, ila amerudi na watoto. Kindo kishi tiliabwe ile kitu ambacho kimenishikia hapa ni hao watoto wangu. Kwisha. Ndicho kimemshikia hapa. Vinginevyo angekuwa alishaondoka. Kwa anatafuta kwa sababu alishakutana na kuachwa na kuachika. Kwa lazima atengeneze mambo. Na ndio maana unakuta wamama wengi sana, jamani, sio wote, wanakimbia uchumi upande. Yaani anapambana uchumi wake upande. Ili nini? Sio kwa sababu ya familia, ili aweze kuwa saved. Wale walioachwa, walioachika, wale waliokataliwa, Mungu awaponye. Maana kwa kweli inawezekana uliachwa pasipo sababu yoyote, wala wewe kuwa sababu. Lakini kumbuka, kupona ni muhimu. Hata kama walipita, fahamu ni shetani alisababisha. Fahamu ni shetani alisababisha. Lakini sio kwamba Mungu alikuwa amepanga. Kumbuka nilikuambia lengo la majeraha ni kushughulika na utu wako, ili utu wako uondoke kwenye mpango Mungu alioupangia. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, haleluya. Jambo la 4 ni matendo. Majeraha yanaweza akaja kwa matendo uliyetendewa au uliyetenda wewe mwenyewe. Yamesema uliyotendewa. Kuna matendo unaweza ukatendewa, ukapigwa, au ukafanyiwa, ukaibiwa, au mtu akachukua vitu vyako, ukatendewa kitu kikaachilia majeraha, au uliotenda wewe mwenyewe kwa ujinga wako. Yaani unaweza ukafanya kitu kwa ujinga au kwa upumbavu, alafu kile kitu kikakuumiza mwenyewe, ukasema jamani, mimi mwenyewe ndiye sababu ya tatizo hili. Ulifanya, au ni maamuzi ulioamua, au ni chochote ulichofanya kikaumiza moyo. Sasa kinachokuozesha na usaha na ujinga, upumbavu wako, na si kwamba hukuonywa.
Uliambiwa ngoja, si uliambiwa wewe usimkopee huyo mtu hela? Ukuambiwa kwani? Na ukaambiwa usimtoe hela? Kwani wewe ujui na mume wako amekwambia ondoka kwenye hicho kikundi, akakwambia ache kikundi? Mimi nakwambia mke wangu nakushauri toka kwenye hicho kikundi. Wewe unataka kunitenga na wanawake wengine? Hebu niache bwana. Kuna shaona waka wengi. Shikika ngune shifinja finja kunumba mbe kunumba tubu. Nke kunumba tubu we. Yo kushike kunumba tubu newe kusomo ka tubu na mfi kwa vutere. Shikarombe. Aya. Kile kikundi kiko wapi sasa? Na upumbavu uko wapi? Unakaaga moyoni. Yaani kwenye mioyo ya watu kunatoka upumbavu pamoja na vitu vingine vyote, lakini na kaupumbavu kapo. Kwa sababu hiyo sasa, wakati unaposhaurika, wakati unapotaka msaada, hakikisha moyo wako hauvunjiki na upati jeraha kwa sababu ya upumbavu. Huyo tutakapoomba kesho, tunaomba kwa ajili ya upumbavu uliokujeruhi tangu kichwani. Hakuna mahali ambapo pana amani. Mungu na atuponye. Jamani, Mungu atuponye. Jamani, Mungu atuponye. Jambo la 7, kuna majeraha yanayokuja kwa sababu ya dhambi. Wakati Mungu anapoadhibu dhambi, anayeadhibiwa, dhambi ikipigwa, mwenye dhambi naye anapata majeraha. Majeraha na moyo inavunjika kwa sababu ya majeraha yanayotokana na dhambi. Mungu atuponye. Mungu atuponye. Mungu atuponye. Mwangalie mwenzako, mwambie Mungu akuponye kabisa kabisa. Kwa hiyo kila dhambi unayofanya ambayo Mungu akiadhibu, lazima ujeruhike ndani. Dhamiri za watu zijeruhike. Fungua Wakorintho wa kwanza mlango wa 8 mstari wa 12. Wakorintho wa kwanza mlango wa 8 mstari wa 12. Naomba unisomee. Mstari mwingine nitaacha. Neno la Mungu linasema, hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu, mnamtendea dhambi Kristo. Amen. Unasikia? Rudia tena. Hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu, mnamtendea dhambi Kristo. Amen. Unaona kitu kinachozungumza? Yaani mimi nilielewa nikafanya dhambi, yule ambaye ni dhaifu akapata jeraha kwa dhambi niliyofanya mimi, ninaelewa ninamfanyia Kristo dhambi. Sijui kama unanielewa. Yaani kuna mtu alitarajia mimi Lema nisifanye ninachofanya, alafu sasa akajeruhiwa na nilichokifanya. Mnamtendea Kristo dhambi. Kwa hiyo dhamiri za watu wale zinajeruhika, anaumia. Na ndio maana nasema, yani mimi nilikuwa ninafikiria, mimi nilikuwa ninatamani, mimi nilikuwa ninafikiri fulani, yani kama ni hivyo nafuu niache kabisa. Yani kama mwenyekiti wa jumuiya, kama fulani, kama nani, ile dhamiri inapoumia, unamtendea Kristo dhambi. Haleluya. Haleluya. Kuna majeraha yanayokuja kwa sababu ya dhambi. Dhambi tulizofanya na mambo mengine tunajeruhika sana. Mungu na atuponye hapo. Kama wewe ulitakiwa kuwa hivi, ukua. Fahamu dhamiri zilizoumia kwa sababu ya wewe kuacha njia, Mungu anazitaka kwako. Na tunaombe Mungu sana atusaidie. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Niseme vitu vichache kama 4 vya haraka haraka na vitajataja haraka haraka. Tabia ya mtu mwenye jeraha, yani tabia yangu mimi nikiwa na jeraha nakuwa na tabia gani? Jeraha huwa lina tabia ya kumvuruga utu wa mtu. Yani tabia ya kwanza inavuruga utu wako. Yani unakosa utu. Unashangaa mtu anafanya kitu ambacho unasema, huyu mtu ana akili kweli, pamoja na kwamba amesoma na nini. Jeraha huwa lina tabia ya kuvuruga utu wa mtu.
pale kwenye bustani ya Eden, shetani alienda moja kwa moja kwenye utu wa mtu, akanyang'anywa uzima, akaachiliwa mauti. Tuko pamoja? Lile jeraha la mauti, mpaka mtu anakuja kuchagua mauti, ni kwa sababu ya jeraha lile, na lile jeraha limeendelea kuwepo, limeendelea kufanya kazi. Kwa hiyo huwa adui akiachilia jeraha, anaenda kwenye utu wa nani? Wa mtu, kuvuruga kabisa, kuvuruga kabisa. Na hata ukamsaidia ukamwambia, haisaidii, bado atazidi kuumia, kwa sababu utu wake ulishavurugwa na hilo jeraha. Kwa hiyo lazima tupeleke utu kwa Yesu aliyeutoa yeye, ili autengeneze na kuuganga mwenyewe, kwa sababu tayari ameshavuruga utu wako na tabia, na kukupa tabia nyingine, tabia ambayo hukuwa nayo, tabia ambayo kusema utakiwa kuwa nayo, unabadilishiwa kuwa na tabia nyingine ya kuumia. Fungua pale Samueli wa kwanza 1:8. Samueli wa kwanza 1:8 na mstari ule wa 15. Angalia yule mama alivyoumizwa na alivyosema. Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 8. Leo sitafanya maombi sana, tutajiandaa kwa ajili ya kesho. Samueli 1:8. Maneno ya Mungu yanasema, Elkana mumewe akamwambia Hana. Mstari wa 8. Ehe. Elkana mumewe akamwambia Hana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Unaona, yule mama analia tu, hali chakula. Tabia yake imevurugwa, utu umevurugwa. Ehe. Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Unaona, utu wako umevurugwa. Yaani kwa sababu ya kukosa ile amejeruhiwa, analia. Mstari wa 15. Hana akajibu akasema, hasha, Bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Unasikia? Alikuwa amenyoka. Nini kimeleta hiyo tabia ya kupinda? Jeraha. Kuna watu wanatembea, ukimwangalia I say, ni nini umekuwa nini? Umezeeka? Hajazeeka. Kuna tabia imeingia kwa sababu ya majeraha. Muulize, mbona umekaa hivi? Acha tu niache tu. Twende tabia ya pili ya mtu mwenye jeraha. Kwa sababu ya kulinda jeraha, ni mkali na mwenye majibu ya mkato. Hebu sema, ni mkali na mwenye majibu ya mkato. Yaani hataki kueleza kitu, kwani hamuelewi. Mama, tunakula nini? Nakula nini? Jioni itakuwaje? Kwani hujui wewe itakuwaje? Sasa ujibu tu kwamba inakuwa hivi na hivi na hivi. Majibu yake ni mkali, ni majibu. Nenda ukute kama ofisini mmejeruhiana. Kwani kuna mtu atajibu kitu? Nani kitu fulani? Kila mtu ana miguu. Yaani hamna mtu anayejibu kitu. Shida ya majeraha yakisha kuwepo ndani, ni wakali, majibu ya shoti kati. Yaani hakuna mtu, kwa sababu analinda usimzungumze naye kwa muda, kwa anakujibu pia. Na ndio maana unakuta ndoa nyingine zenye majeraha wanajibu kwa message kuliko wazungumze. Jibu kwa message, tip, na barua zinaandikwa hapo na vikaratasi. Mwangalie mwenzako, mwambie utapone wewe. Huo mdomo ni wa kuzungumza. Sasa angalia jinsi pale nyumbani mnamjibiana short. Mke anamjibu mume, huyo anamjibu mwenzake, huyo anamjibu huyu, anamjibu yeye. Angalia pale ofisini kwenu, mnabishana. Nenda kaangalia. Yaani hakuna mtu anayekaa na mtu kwenye mazungumzo ya amani. Ta. Samueli wa kwanza 20:34. Samueli wa kwanza 20:34. Samueli wa kwanza, soma basi chapu. Samueli wa kwanza 20:34 anasemaje? Basi Yonathani akaondoka pale mezani, mwenye hasira kali,
wala hakula chakula siku ya pili ya mwezi, kwa sababu alimhuzunikia Daudi sana, na kwa sababu baba yake amemwaibisha. Unasikia? Hasira kali. Baba yake amemwaibisha. Mwambie mwenzako, angalia aibu. Yaani kuna watu anakwepa. Ayubu 16:6. Ayubu 16:6. Nijapokuwa nanena, huzuni yangu haitulizwi. Nijapokuwa najizuia, nimepunguziwa kitu gani? Unasikia? Nimejizuia. Sisemi, yani chap chap. Yani unasikia mtu anakosa kuja hata kwenye kwaya. Kwenye kwaya kama kuna majeraha, watu watakariri, wakishamaliza, tumalize basi jamani, twende nyumbani. Kwani muda si tuna mnazungumza mazungumzo marefu, ammalizi tangu saa zote jamani. Hivi amuone si ni wake za watu, saa nyingine tuna sio za wake za watu. Ndani kumeumia. Mwangalie mwenzako, mwambie ndani kuna maumivu. Mwambie ndani kuna maumivu. Mwambie tibu hayo maumivu. Nilikuja mwenyewe, nitaondoka. Bwana nani alikuleta? Hicho kuleta kaa hapo kimya. Acha maneno yako. Jamani, haleluya. Jambo la tatu, tabia ya tatu, tabia ya kujilaumu na kuona yeye hafai. Yaani kila saa kujilaumu. Mimi unajua hata mkinipanga kwenye hayo maombi siji, kwa sababu mimi siwezi kuomba. Majeraha. Unasikia? Unajua mimi ninawasindikiza Mimi unajua mimi ninawasindikiza. Maana mimi Mungu anisikiagi. Yaani hata tukienda kwenye maombi mimi nawasindikiza ninyi tuombe tu. Alafu anakaa nyuma, hakai mbele. Ukimwambia ongoza hata kipindi aongozi. Siwezi. Hivi mnanionaje jamani? Kwa nini mnanisukumia tu huko mimi ni ombea basi mtu? Siwezi. Sinishamwambia siwezi. Ana majeraha, hawezi fanya chochote. Anasukumiza tu. Wajibu ni wa kwake, anasukumizia wengine. Alafu ana majibu haya. Mimi sijashirikishwa.